unafikiria kwamba kuna ahadi mingi alikuwa nazo, lakini alikuwa hajagusa baraka. Inawezekana manabii wengi waliongea kuhusu baraka kwake, lakini hizo baraka alikuwa hajazikamata. Haleluya! Alikuwa hajajiona. Haleluya! Inawezekana aliombea deliverance, lakini alikuwa hajapata baraka za Mungu kulingana na vile Mungu alimubariki. Bwana sifiwe. Alimwahidi. Biblia inasema ya kwamba siku moja katika mji wa Israeli, katika hiyo wakati, Biblia inasema sanduku la Bwana ilikuwa katika nchi ya Misri. Wamisri walikuwa washabeba sanduku ya Bwana wakati wa Eli, wakati Mungu aliua kizazi cha Eli. Sanduku ya Bwana ikatekwa nyara, ikaenda katika nchi ya Misri, ikaishi hapo. Biblia inaniambia katika miezi 3 sanduku ya Bwana ikiwa Misri, watu wa Misri, Biblia inasema Wafilistia, Biblia inasema ya kwamba Wafilistia sanduku ya Bwana ikawapiga. Sanduku ya Bwana, haleluya, kwa sababu ilikuwa mahali hakufae. Hao watu kawadhulumu, hao watu kawaetea magonjwa, hao watu, haleluya, ikawaetea kifo. Watu wa Filistia wakashituka, wakasema ni aje? Kwa nini sanduku tunajua inatetea Waisraeli, kwa nini sisi inatudhulumu? Ndio hivyo kanisani tunakuanga. Kuna wale wanaingia kanisani wanabarikiwa, madhabahu inawabariki, lakini wengine wanazidi kulia. Kwa sababu gani? Haleluya! Kuna kasoro katika wokovu wao. Yaani wanajifanya ni waokovu wakati wako kanisani, lakini wakienda mtaa wanakuwa simba, wanakuwa watu wabaya. Wengine hawaogope kutusiana, na leo walikuwa hapa kiima. Wengine hawaogope kugombana, kupigana na watu, na walikuwa wanashangilia Bwana na mikono. Wengine hawaogope kusengenyana, na walikuwa wameahidiwa na Mungu. Wewe kama uko hapo, hii madhabahu wakati tabariki wengine, wewe kwako ni uchungu, wewe kwako ni mateso, kwa sababu haujajua kusimama vizuri katika njia ya wokovu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hapo najua mwezi sema amen. Nakuja nifike mahali watu wanapendana. Message niko nazo. Haleluya. Message niko nazo. Nafika mahali watu wanapendana. Bwana sifiwe. Kwenye na mwenye alikuwa amesinzia ataamuka. Bwana sifiwe. Wafilisti, ukisoma maandiko inaniambia wakaita mganga, wakamuuliza, wakamwomba ushauri, wakamwambia tufanyaje? Akawambia mnafaa kurudisha sanduku ya Bwana katika nchi ya Israeli, ili mkaweze kubarikiwa, ili kifo ziondoke ndani mwenu, ili mateso iondoke ndani mwenu, ili kung'ang'ana kuondoke ndani mwenu. Wakamwambia ndiyo, tumesikia, lakini tutafanya nini? Haleluya. Hapo kuna siri nataka nikufunulie. Huyu mganga akatambua huyu Mungu ni Mungu ambaye, haleluya, anapenda sadaka. Akatambua ya kwamba huyu Mungu ni Mungu anapenda vitu mzuri mzuri. Sema vitu mzuri mzuri. Salimia jirani yako, umwambie ukienda kunibariki, nibariki na vitu mzuri mzuri. Haleluya, haleluya.
Biblia inasema ya kwamba wakaambia Wafilistia, munafaa kuleta gari mpya, munafaa kuleta sadaka mzuri, alafu sanduku ya Bwana irudi katika mji wa Israeli. Bwana sifiwe. Kuna Wakristo wengi akiingia kanisa, yeye mambo ya kutoa hayupo hapo, mambo ya kuchanga hayupo hapo, mambo ya kufanya kazi ya Mungu hayupo hapo, na kiomba kila siku anaitisha baraka. Mimi kama nabii leo sijaongea kama pasta, nimeongea kama nabii. Hizo baraka utaombewa, hautawahi zipata. Nataka nikuhakikishie ya kwamba huyu Mungu ni Mungu anapenda watu wanajitoa, anapenda watu wanajinyima kwa ajili ya kazi yake, anapenda watu, haleluya, wanamujali. Kumbuka mpendwa, Biblia inaniambia siku moja Petro akauliza Yesu, akamwambia sisi tuliacha kila kitu tukakufuata, utatulipa nini? Uliza neighbor, uliacha nini? Wewe ni nini uliacha? Wewe ni nini mpendwa? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Utaombewa baraka, hautawahi pata. Maisha yako itakuwa kung'ang'ana. Maisha yako itakuwa kulia. Maisha yako itakuwa ya kuteseka. Kwa sababu gani? Biblia inasema hao Wafilisti walikuwa watu ambao hawamche Mungu, walikuwa hamjui Mungu, lakini wakasauliwa. Wakaambia usiruhusu sanduku ya Bwana iende mikono mitupu. Barikiwa mzee. Bwana sifiwe. Akawaambia msiruhusu sanduku ya Bwana iende mikono mitupu. Soma maandiko mpendwa. Wewe mande uko hapo, haleluya, unakula miguu ya kuku. Tuesday, haleluya, unabadilisha, haleluya, alafu haleluya, Sunday unaingia kanisani mikono mitupu, alafu nangojea deliverance, utaangushwa chini na siku ingine utavunjika hata mkono, haleluya, lakini hautawahi kombolewa. Mimi nakwambia ukweli, nakwambia ukweli. Bwana sifiwe sana. Watu wameteseka kwa sababu hawaambiwe ukweli. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Obed-Edom alikuwa kwa maisha mabaya sana. Amen. 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 Obed-Edom wakati ilikuwa msafara wa kurudisha sanduku la Bwana katika mji wa Israeli, Biblia inasema amen, hizo punda ambazo zilikuwa zimebeba sanduku la Bwana, moja ya hizo ikatereza. Haleluya. Hiyo sanduku ikakuwa kama inaenda kuanguka. Mtu alikuwa anaitwa Uza. Sema Uza. Hata kuna watu wamesikia jina mara ya kwanza. Sema Uza. Haleluya. Huyu jamaa Uza akataka kukamata sanduku ya Bwana. Bwana akakasirika, akamuua. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Mungu wetu ni Mungu hataki, haleluya, mtu kujipiga kwa kifua akisema ni mimi. Kama mimi siko hata kwa waimbaji hawezi imba vizuri. Nani alikudanganya? Mungu ataleta wengine. Wa Mungu apendange yule mtu anasema nikishika maike nafanya kamata anga, watu wote wanaingia kwa uwepo wangu. Nikikosa kanisani uwepo naisha. Uwepo naishaga kwa wale ambao hawajatambua Mungu, lakini wale wako na Mungu bado wetu tuko nao. Hata tukipitia kwa njaa tuko na uwepo, hata tukipitia kwa mateso tuko na uwepo, hata watu watukatae tuko na uwepo.
Haleluya. Acha nikwambie kitu, mimi watu wakinisema vibaya ndio neema inaongezeka. Mama director, ukirushwa mawe neema ongezeke. Usikubali adui wako aone kushindwa kwako. Haleluya. Hata kama tunapitia kwa hali mbaya, tunajua haleluya kiwango chetu na kiwango cha Mungu. Halo, Bwana sifiwe. Wabarikiwa mko hapa, wabarikiwa Mungu mfanye hivi. Haleluya, wabarikiwa. Haleluya, Bwana sifiwe. Mungu akaua Uza. Sikiliza, nataka niingie kwa ile upande mnapenda. Niko na message za watu. Haleluya. Daudi akaona vile Mungu ameua Uza. Na ukiona ukweli kwa akili ya binadamu, Uza alikuwa amefanya kitendo kinafaa. Yes. Alo. Amen. Wengine wetu anaweza jiuliza, sanduku ya Bwana sahi, hakuna sanduku kwa kanisa. Sanduku ni kama nini? Haleluya. Amen. Sanduku sahi tunalinganisha na hii madhabahu. Haleluya. Kwa mfano one hii inaenda kuanguka, ukuje kuishikilia isifike chini. Unafanya vibaya? Hapana. Umefanya vibaya? Hapana. Alo. Gusa neighbor, mwambie ukishikilia hii isianguke, umefanya vibaya? Hapana. Na maposo ni vibaya? Si vibaya. Lakini Mungu akamuua. Akaua Uza. Jamaa Daudi akaogopa. Kasema huyu Mungu mwenye hana huruma. Uza alikuwa amefanya kitu kinafaa. Sasa amemuua kwa nini? Haleluya. Amen. Daudi akaingiwa na uoga. Akaingiwa na uofu. Akasema huyu Mungu ameua mtu ambaye amekamata sanduku na ilikuwa inataka kuanguka chini. Nikimfikisha kwangu mke wangu Betsheba, namjua vile naishi. Akasema watoto wangu wakina Absalomu, wakina Salmon, wakina Adonia, na wajua kielele yao. Mungu atawamaliza. Ndoa yangu kila mara ni matusi. Umbwa, we mshenzi, we nini, mnagombana. Hii sanduku ikiwa kwangu na vile tunagombana kila siku, tutaishi. Haleluya. Daudi akajiuliza tutafanyaje? Yes. Akaita Eldaz akawaambia tufanyaje? Ndio akamwambia wewe ndio mfalme, sanduku inafaa kwenda kwako. Mambo mengine tunaachia apostol. Yeye ndiye malaika wa hii kanisa. Kabla Mungu anifikia atakuwa amepitia kwa apostol. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Si ndio hiyo? Bwana asifiwe. Amen. Wakamwambia David mfalme, kuna taarifa tumepata. Kuna kajamaa nikaombezi, kanajua kuomba, kakinua sauti tu kakiomba, watu wote wanaanguka. Mke wake anaangalia kuliko nini, kuliko Petro vile anaangalia kwa sima kitu chukua picha. Na nilikuwa namuuliza picha alipiga sande ziko wapi? Akanidamenta ataniambia. So taniambia hapa na watu wasikie. Hakuna mambo yangu na wewe. Bwana sifiwe. Amen. Anafanyanga hivi. Wakati mwingine unapata amekata kichwa. Ama amemchukua kama unalala. Ama amekuchukua kama, lakini hizo za kulala kunachukua mingi. Na post. Bwana sifiwe. So akamwambia mke wake ni muonaji. Haleluya. Kila kitu anajua. Mchawi akiingia kanisani, huyu mke wa Obededomu anajua. Huyu mke wa Obededomu akianza kuombesha watu, haleluya, wanafunguka. Lakini hawa watu wako na shida, ni masikini
anatoa kanisani, shamba yake akilima vune, anatoa taiti, anatoa sadaka. Sasa huyu mtu ni mjinga, badala ya kuweza kujiendelesha, haleluya, yeye anatoanga. Wakamwambia sasa, hii sanduku ambayo imeua Uza tunafaa kuipeleka kwa Obededomu. Hata Obededomu akikufa hakuna shida, nchi itakuwa nayo. Haleluya! Obededomu sanduku ikimuua hakuna watu watalalamika katika mji. Bwana asifiwe. Daudi akasema ndio, huyu ni mtu ambayo hana kitu isipokuwa yale tu anafanyaga kanisani. Wakapeleka sanduku. Bwana asifiwe. Na Biblia inaniambia wakati wamepeleka sanduku, wakaenda kwa Obededomu wakisema, tunajua hii sanduku itamumaliza. Alikuwa anatutesa, yeye ndio wa kuombaomba, yeye ndio wa shida. Kila wakati anakujia chakula kwa watu, kila wakati anasumwanga watu wamuvalishe. Haleluya! Kuna mtu mmoja anataka nitabilie, ndiyo maisha yako asiyo mazuri, lakini umesimama na Mungu vizuri. Haleluya! acha nikwambie, Sunday ya leo sanduku ya Bwana ikaingia kwa nyumba yako. Sunday ya leo sanduku ya Bwana ikaingia kwa watoto wako. Sunday ya leo sanduku ya Bwana ikakubariki. Bwana asifiwe. Watu waliongea mengi, lakini acha nikwambie, hii siyo mwisho, bali ni mwanzo. Haleluya! Natabiri sanduku ya Bwana. Sanduku ya Bwana ndiyo nguvu tuko nazo. Ukiona haleluya Nairobi tumeimiliki, ukiona Kenya hii Mungu ametubariki, sio nguvu za giza, sio nguvu za wachawi, sio nguvu za jeshi, sio watu wametusapoti, bali ni sanduku ya Bwana. Ukiona kwa kina mama director wamenunua shamba, sio nguvu za waganga, bali ni sanduku ya Bwana. Bwana sifiwe. Ukiona kuna watu wamejiendelesha, ni sanduku ya Bwana. Hapana unazani itumbu nini? Haleluya, ni sanduku ya Bwana. Haleluya. Hapana unaona hawa mama wamemeremeka, ni sanduku ya Bwana. Natabiri kwa maisha yako, sanduku ya Bwana ikaingia kwa maisha yako. Sanduku ya Bwana ikaingia kwa kizazi chako. Sanduku ya Bwana, nataka nikwambie, usitishwe na watu walikwambia ni wachawi. Sanduku ya Bwana ni zaidi ya wachawi. Sanduku ya